hawezi enda kwa assembly akuwe mama assembly. Mtu akiwa evangelist hawezi kurudi akuwe mama region. Hao ni wahubiri. Hao ni wahubiri wa injili. Watengenezee, tunakuomba askofu hawa, Mungu anene na wewe, watengenezee exit. So that akikuja kwa Odhiambo asipate barua ya kwenda kuhubiri, basi anaweza rudi kwako apate assembly aende kuhubiri na kazi ya Mungu ifanye namna gani? Iendelee mbele. Hiyo ndio huduma ambayo iko. Najua utakutana na upinzani. Najua utakutana na vizingiti. Lakini sasa wewe ndio macho ya kanisa na sisi mzigo huu tuweka mikononi mwako. Mzee Yesu akufungulie njia, usaidie hawa wadada. Na wakati utaanza hiyo kazi, mimi na huyo Reverend Ombajo tutakuwa nyuma yako. Odhiambo atakuwa amesimama hapo pamoja na Reverend Odai. Hapa mbele nani hatakuwa nyuma yake, tumjue saa hii. Yes, na huyu mtu Yeriko amesema yeye pia atakuwa hapo kuhakikisha kwamba hiyo kazi inafanywa namna gani? Inaendelea. Askofu amekuwa akituambia usiwe kiongozi wa kupiga maka time. Yes. Unapigia hapo na watu msukumo yuko huku nyuma na wewe unapiga tu maka time hapo. Ukiwa kiongozi usipoangalia vile watu wanataka na mabadiliko, unaweza pata mabadiliko yenyewe yamekubadilisha. Na askofu wetu sio mtu wa mambo kama hayo. Idara hii imesimama askofu wetu mkuu, na mimi ninaomba ya kwamba Yesu akupe ujasiri kuendelea kuitunza. Na askofu unajua pia hii injilisti ni kaburi. Unajua hawa wako na watoto wanasoma na wanalipa school fees. Kwa sababu hao ni wahuduma wa injili. So unaweza dharau hii divai ufikirie ni mchezo, lakini kikundi kama hiki kinaendeleza injili na maisha yao inaendelea. Alafu nasikia mtu mwingine anasema anataka atoke kwa divai. Wewe unataka kutoka kwa divai ni uende kwa kanisa gani? Shida yenu tu ni moja. Wakati mwingine nyinyi hata askofu akiwafanyia mambo mazuri hamuoni. Kuna wakati askofu huyu amewapatia uniform. Wale wako na uniform sasa. Mmewacha uniform, mmeenda kushona nguo za kibira, ndio mnakuja nazo kwa mkutano wa askofu. Angalieni wale watu wako na uniform hapa. Less than 10 people. So mnataka msaidike namna gani? Kama uniform yenu ipo, askofu amedecide amewapatia, lakini kwa ibada kama hii hamwezi mkavaa. Wameweka masharti. Reverend Odhiambo, maneno ya masharti muangalie. So that hawa wakikaa mbele ya askofu wanakaa watu wote wanakuwa equal. Inaendelea. Tumepambana na mapasta wa mambo ya ndoa, kufunga harusi. Sasa tunakuja kwenu. Tunakuja kwenu kwa maneno ya ndoa. Hii kanisa sio kanisa hiyo watu wanatembeanga peke yao. Lazima uonyeshe mke wako na wainjilisti mfunge ndoa. So that na nyinyi mtengeneze maisha yenu na familia zenu iwe kongo. Mhubiri. Wale wainjilisti ambao mko hapo mnahubiri na hamjaolewa na miaka imefika, Yesu afungue njia zenu. Mpate wanaume muolewe. Mfanye harusi. Huduma ya Mungu inataka namna hivi. Yes. Libuka nani bora haleluya. Amen. Tunataka kesho tukikuja, najua mambo mengine mimi sitaki nisimame hapo mpige tu makofi. Lazima mpige kwa makofi na ingi